Kwa hivyo hiyo kikuja pia usiogope, jua kunaye mchungaji. Zaburi 23:1, kunaye mchungaji. Sitaogopa, maana yeye hupigania. Bwana asifiwe. Asifiwe. Tunaongea juu ya safari. Kumbe safari nyingine unaweza letewa tu hata kama una makosa. Unapitia tu hali ya kushika. Si hata si wewe tunaokoka tunaelewa mama. Na wametugonga. Na tulikosa kweli. Lakini sisi tunaelewa wameokoka na walikosa. Na wakagongwa. Wanasema kuna safari ambayo inakuja bila makosa na kuna ingine inakuja ikiwa nayo. Hata Yesu ambaye hakuwa na makosa yoyote alikubali kuja kutubebea sisi makosa. Akapitia shida, akakufa kwa sababu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame. Nataka tuende mbele za Bwana. Ambia Bwana nisaidie, nisamehe. Kama mimi nimefanya mtu akateseka, Bwana nisamehe. Nataka tuambie Bwana hili. Na kama nimeteseka, pasipo makosa, maana hiyo ndio safari tunayopitia. Bwana ingia pamoja nami, nipe nguvu ya kushinda. Na Bwana ni mwaminifu. Asante. Bwana ninakubariki. Nisimame nyuma yako. Nataka turudie sala nyuma yako. Bwana Yesu nisamehe. Bwana Yesu nisamehe. Kama kanisa nimekosa, nimetenda dhambi ambaye mimi nilistahili nikuwe barua kule nje ya neno lako. Sijakuwa vile ninavyostahili. Mataifa wakinitazama hawataniona vile ninavyostahili. Bwana nisamehe. Kama nimefanya yoyote akateseka kwa sababu yangu pasipo kujua. Kama nimefanya yoyote akateseka pasipo mimi kujua. Bwana unisamehe. Unitakaze, unifanye upya. Na tunapoenda kunena pamoja nami, Bwana nikakubariki kabisa. Bwana ninakubariki, ninakuomba Mfalme, jina lako lipewe sifa, jina lako liinuliwe. Tusaidie na kumweka mtumishi wako mbele zako. Bwana mtumie kama chombo chako kunena pamoja nasi katika jina la Yesu tunaomba kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wazee Bwana asifiwe. Wamama Bwana asifiwe. Praise and worship Bwana asifiwe. Kwanza nataka nimshukuru mchungaji pamoja na mama kunipa fursa hii kuzungumza neno la Mungu. Sio rahisi kupewa nafasi na kusimama kwa madhabahu kuzungumza neno la Mungu. Mwambie mwenzako si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa na mke na watoto. Kwa hivyo mke wangu fanya tu namna hii, wale wakujue. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo majina yangu ni Jose Nasta, wale ambao wanijui, hayo ndio majina yangu. Ukiniita Jose Nasta naitika. Kwa hivyo kwa sababu ya muda sitaki kuchukua ama kwenda mambo mengi zaidi. Kwanza nataka nimshukuru mama wetu Jane kwa sababu ya mzee wake. Tumekutana mara nyingi na sijajua kama huyu mzee wako. Kwa hivyo Mungu akubariki sana kwa kumleta mzee huyu kwa nyumba ya Mungu. Na mama wengine pia muige hiyo ili wazee wafuate. Bwana Yesu asifiwe. Hebu uliza mwenzako, je, unajijua? Anasema nini? Ati anajijua. Kwa hivyo kama unajijua, pia waacha mzee wako akufuate. Lakini kama hujijui, utapata kwamba mzee kukufuata itakuwa ni ngumu. Lakini unapojielewa wewe nani katika nyumba ya Mungu, utapata mzee wako atatamani akae mahali ulipo. Kwa hivyo bila kupanda mambo mengi, tufungue Biblia zetu
kwenye kitabu cha Isaya 43, tutasoma mstari wake mdogo wa 4 na 5. Kwa hivyo sisi kama tuna microphone, saidia mwalimu Ture, nataka tupili pamoja naye. Isaya 43 mstari wa 4 na tutasoma na mstari wa 5. Mstari wa 4 na wa 5. Nitasoma: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mstari wa 5. Nataka kuzungumza kwa mambo manne. Kitu cha kwanza nataka kuzungumza juu ya dhamana. Kitu cha pili nataka kuzungumza juu ya kuheshimiwa. Na kitu cha tatu nataka kuzungumza juu ya kupendwa. Na kitu cha nne nataka kusema kwamba Mungu anakutumia watu ambao wanakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kichwa cha ujumbe wetu mchana leo ni kwamba, je, unajijua? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andika chini, kichwa cha ujumbe wetu ni kwamba, je, unajijua? Biblia inasema kwamba kwa maana sisi ni wa thamani. Na neno la Mungu linasema kwamba ukiangalia Mwanzo, Biblia inasema kwamba baada ya Mungu kuumba vyote, akaumba wanyama wa maji, akaumba wanyama wale wanaishi kwenye nchi, akaumba miti, akaumba vyote. Akaona kuna kitu moja sijapata. Akasema kwamba nataka nimuumbe mwanadamu kwa mfano wangu. Nataka nimuumbe mwanadamu kwa sura yangu. Kwa hivyo ndipo Bwana akasema kwamba mwanadamu ni mtu wa thamani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo Mungu alipokuumba wewe kama Mkristo, Biblia inasema kwamba amekuumba kwa mfano wake. Amekuumba wewe, amekufanya kuwa mtu wa thamani. Kwa hivyo kila saa, kila wakati unapotembea, jione wewe ni mtu wa thamani. Jione kwamba machoni pa Bwana wewe unastahili. Usidharau kwa sababu wewe labda ni mfupi. Usidharau kwa sababu wewe labda ni mrefu. Usidharau kwa sababu wewe ni mweusi. Hapana, Biblia inasema kwamba zote tumeumbwa kwa dhamana ya Mungu. Pigia Bwana makofi. Kwa hivyo nataka tu kukutia nguvu nikuuliza leo, je, unajijua? Nataka kuuliza swali moja. Kuna wakati watalii wanakuja Kenya. Nauliza, je, huwa wanakuja kufanya nini? Nataka tuhubiri pamoja. Kama wanajua iko tukuona na hii, alafu tumijibu. Watalii wanatoka Marekani, wanatoka nchi za nje, wanaingia Kenya, huwa wanakuja kufanya nini? Bwana asifiwe. Hamjui? Okay, karibu sana. Iko watalii kutoka katika nchi ya ughaibuni kuja hapa nchini Kenya ama Afrika kwa ujumla, kwa sababu wao hutaka kuvitazama vitu ambavyo haviko kwao na kutazama mandhari ambayo yako kwao hayafanani na ya kwetu, na hata hali ya anga ambayo iko kwao si ya kwetu pia. Amen. Pigie makofi. Kwa sababu unauliza swali umenyamaza na yeye amejibu. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Ya kwamba watalii wanatoka kule kwao wanakuja Kenya kutazama vitu ambavyo haviko kwao, wakavione hapo Kenya. Kwa hivyo nataka kusema nini? Mtalii anatoka nchi ya Amerika anaingia Kenya kutazama wanyama. Anakuja kutazama wanyama wakubwa kama vile ndovu, kama
kama vile simba, wanyama wakubwa, wanyama wakali zaidi. Na wanyama sisi binadamu tumewachukua na tumeweka mahali kwa sababu ya wale watalii, ili wakija kwetu wanatuletea fedha ama wana-exchange vitu ambavyo hatuna na tunakuwa navyo. Sasa unapata kwamba ndovu yuko msituni, simba yuko msituni, ni mkali, lakini kwa sababu hajielewi, kwa sababu hajifahamu, unapata kwamba sisi wanadamu tunatajirika kupitia kwa wanyama. Just imagine, simba ni mkali, ndovu ni mkali, lakini ameegemea pale kwenye msitu, mvua inamnyeshea, maji inamwendea, hana pa kulala, lakini mwanadamu ametumia ule mnyama ili kujinufaisha. Kwa hivyo ndio sababu nikahubiri kichwa cha ujumbe kwamba, je, unaifahamu? Wewe unajua kwamba simba amejua kwamba watu wanatoka Marekani wanakuja Kenya kunitazama mimi, wanatoa fedha kwa sababu yangu, angekubali kutoa msituni? Bwana Yesu asifiwe. Simba ndogo angekubali tu anyeshewe kwenye msitu, amekaa tu pale. Wazungu wanatoka Amerika wanaingia Kenya, wanaleta fedha kwa sababu ya kumnufaisha mwanadamu. Kwa hivyo nimesema nini? Ya kwamba tujielewe sisi ni watu wa dhamana mbele za Bwana. Kama wewe ni Mkristo, umeamua kumfuata Yesu, mfuate Yesu kwa moyo wako mmoja. Kuna wale Wakristo ambao wanakaa sampuli ya ndizi. Wangapi wanajua ndizi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, nataka kusema amen na Mungu ndio nijue kama tuko pamoja. Kwa hivyo kuna Wakristo wanakaa sampuli ya ndizi. Ndizi ukiangalia hapa nje, inapoweka ndizi, inatoa ndizi ile kubwa. Ile ndizi unapoitazama inataka kitu inaitwa sample. Bila hiyo sample haiwezi kusimama, ndizi itaanguka. Kwa hiyo kuna Wakristo ambao wanakaa mfano wa ndizi, wanataka washikiliwe. Kwenda kwa ushirika lazima mama akue, kwenda kwa ushirika lazima mzee fulani akue, ndiposa wewe. Kwa sababu gani? Haujijui. Nataka kusema kwamba wewe kama unajijua, usiangalie kuna mama fulani hajakuja kwa ibada, kwa hivyo leo siendi. Kuwa wewe mwenyewe, jijue, jifahamu. Usifananishwe na kama ule simba hapo msituni ananyeshewa, lakini mwanadamu anajinufaisha, ana magari, ana chumba kubwa, anaendesha magari makubwa, lakini simba kule msituni kwa sababu hajijui ananyeshewa kwenye msitu. Kwa sababu haujielewi, kwa sababu haujijui. Lakini kama unajijua, tembea kwa ujasiri, tembea kwa nguvu, zungumza neno la Mungu bila aibu, ili watu waweze kumpata huyu Mungu, kwa sababu wewe unajua ni nini unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni mheshimiwa, wale waheshimiwa wa dunia ni waheshimiwa wa dunia, lakini unapotazama wale mheshimiwa ana wasiwasi, wengine hawakai kwenye chumba chao, wengine inapofika usiku hawana amani ndani ya moyo yao. Kwa sababu gani? Jina waheshimiwa ni jina tu ulimwengu, lakini kuna jina moja ambayo Bwana amekupa wewe kuwa mheshimiwa. Unapolala kwenye nyumba yako, hata mlango hujafunga, lakini just imagine unapiga usingizi, asubuhi inafika, unaamuka, una amani yako. Sio na shida wala mheshimiwa wa dunia ambaye ana magorofa, ambaye halali kwake. Kwa sababu gani? Ana amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia ikaendelea kusema kwamba kwa sababu ya namna hiyo Bwana anakupenda. Ilikuwa ninazungumzia mambo manne. Ya kwanza ni kusema kwamba wewe ni wa thamani. Ya pili nikasema wewe ni mheshimiwa. Na ya tatu nimesema kwamba Bwana anakupenda. Wangapi wanajua Bwana anawapenda? Ishara tu wewe kuwa hapa leo ina maana kwamba Bwana anakupenda.
Mbona yeye afe na wewe uishi leo? Kwa hiyo wewe ni mtu wa thamani. Wewe ni mheshimiwa mbele za Bwana. Wewe Bwana anakupenda. Ambia mwenzako Bwana anakupenda. Kwa hiyo Bwana akikupenda, pia lazima na wewe upende kumtumikia huyu Bwana. Mtumikie Bwana kwa mali zako, mtumikie Bwana kwa mwili wako, mtumikie Bwana kwa nguvu zako. Maana kuna siku zitakuja katika maisha yako utakapohitaji kumtumikia Bwana, lakini hautaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mmoja ni Mkristo, anaokoka, akaenda mahali kwenye sherehe, wakapiga foleni kwa sababu ya chakula. Akiwa amesimama kwenye foleni, wale wanasabu watu wale aidha kama wanaitwa ni wapishi wale kenda Bwana Yesu asifiwe. Akawa amesimama kwenye line, anaelekea kwenye chakula. Wakati alipofika ameng'ara kama vile nimeng'ara namna hii, akasimama kwenye line. Wakati wanapanda zile chakula kumpigia hivi, chakula kikawa kimeisha na wakamwekea mfupa. Sema mfupa. Bwana Yesu asifiwe. Sema mfupa, yaani wanaita siku, baada ya urusi wanasema siku. Akawekea mfupa mkubwa ndani ya sahani yake. Na huyu mtu kwa sababu ameokoka na ajielewa, akaona kama huyu mtu amemhitaji kumpatia mfupa. Na akachukua mfupa akamlinda ule mtu aliyekuwa anampatia chakula. Kwa hiyo inaonyesha nini? Ya kwamba huyo mtu hajijui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unaweza ukaenda vile watakutreat kwa sababu unajijua. Wewe simama kama ni wewe. Usimwaibishe Mungu kwa sababu ya chakula. Bwana Yesu asifiwe. Usiaibishe kanisa kwa sababu ya chakula. Usiaibishe mzee wako kwa sababu ya chakula. Usiaibishe mke wako kwa sababu ya chakula. Bwana asifiwe. Unajua nini? Sisi wazee hatujijuani. Wazee kubali tuhubiri ya kwamba sisi hatujijuani. Tunafika mahali tunapata kwamba tunaachia hawa kina mama wanafanya kazi, na sisi kazi yetu tunakuja tukukuta kile kitu ambacho mama amepata, tunakichukua tunaenda tunauza, kazi yetu tunakulia pombe. Kwa sababu gani? Hatujijui. Kwenye nyumba mama amenunua mattress, kwenye nyumba mama amenunua viketi, kwenye nyumba mama amenunua kila kitu. Wakati itakapofika wakati mama atakutimua, utasema nini? Kwa sababu hauna nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama wazee tujijue. Jina la Bwana libarikiwe. Wazee Bwana asifiwe. Unipende tu msinichukie. Ikirudi huko akina mama ni ya kwamba sisi kwa mama hatujijui. Kwa sababu gani? Tunapomoa nyumba zetu kwa sababu umesikia vitina ya mama mwenzako. Leo unamuona mume wako na mtu fulani, kwa sababu haujarudi chini uende utazame ni kweli ama si kweli, unapata kwamba Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake miwili. Kwa hiyo unapata kwamba nyumba yako imebomolewa kwa sababu haujijui. Kwa hiyo Mungu wetu anasema kwamba sisi ni wa thamani machoni pake. Mungu wetu anasema kwamba sisi ni waheshimiwa machoni pake. Kwa hiyo tunapotembea, tembea kwa ujasiri. Usitembee kama ule mheshimiwa duniani, kwa sababu akitembea anajishuku. Anajua kwamba kuna mtu labda ana pisto anaweza kumlipua. Lakini wewe unaweza tembea mahali popote. Bwana amekupa huru. Hiyo ni sababu ya kusema kwamba jina la Bwana liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika 2 Kings Wafalme wa pili mstari wa 7, ukisoma kuanzia pale ukishuka chini, kuna watu 4 wenye ukoma. Biblia inasema kwamba kwa sababu walijijua na wakajua kwamba kwa washani kuna chakula, wakaona kwamba
hatutakaa hapa mpaka tufe. Haiwezekani, lazima tuchukue hatua, tusonge mbele, twende kwa Washamu, kwa sababu kule kuna chakula. Wakachukua hatua, wakaenda kwa Washamu. Biblia inasema kwamba walipokuwa wanaelekea kwa Washamu, na Washamu walikuwa ni watu wabaya sana, na ile kishindo ya miguu yao walipokuwa wakitembea, Washamu waliposikiza nje, wakaona kwamba kuna jeshi kubwa linakuja kutuangamiza. Washamu wakatoroka. Mungu akafanya njia pasipokuwa na njia, na watu wenye ukoma wakaingia, wakakula na wakashiba. Jina la Bwana libarikiwe. Ule Mungu alisaidia watu wenye ukoma wanne, wakaingia kwenye Washamu, wakakula chakula kwa sababu ya njaa. Walipojifahamu ya kwamba tutakufa na hatuna chakula, lazima tuchukue hatua. Kwa hiyo wakachukua hatua, na Biblia inasema kwamba walikula wakashiba. Haleluya. Mtu mmoja anaitwa Zakayo. Ukisoma katika Luka 19 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba wakati Zakayo alikuwa ni mtosha ushuru, anafanya kazi isiyompendeza Bwana machoni pake. Zakayo amenyang'anya watu vitu yao mara 4 zaidi. Na wakati Zakayo anajiita mkutano peke yake, akajiuliza, je, hii nafanya ni mzuri kweli? Akasema kwamba hapana, lazima niwarejeshe watu vitu vyao. Na wakati aliposikia habari za Yesu anapita, Zakayo akasema, leo hii nahitaji nimuone Yesu. Leo hii nahitaji maisha yangu ibadilike. Leo hii kwa sababu nimejijua mimi ni mnyang'anyi, lazima nirejeshe watu vitu vyao. Na kama wewe umenyang'anya mwenzako kitu chake, simrejeshe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe umenyanyasa wengine, muda kwanza kwenda kuisha, umenyang'anya watu mali zao, umetusi watu wengine, umedharau watu wengine, leo hii Mungu anauliza, amenituma na ujumbe ni hasira zake ziishie kwako. Badilika leo, jijue leo, umtumikie Bwana, umfanyie Mungu kazi ili Bwana aendelee kukusaidia. Kwa hivyo ya mwisho ni kwamba atakutumia watu ambao watakusaidia. Kuna wakati nafika Kristo unakutana na majaribu katika maisha yako. Kama hujasimama imara, utaanguka. Kama hujasimama imara, utapotelea mbali. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama Kristo tusimame imara, tumfanyie Mungu kazi kwa kila jambo tunalolifanya, limpendeze Bwana, ili majaribu yakija, Bwana asimame pamoja na sisi. Mtu mmoja akaletewa kitu cha wizi, lakini yeye hanunuani vitu vya wizi. Yeye ni mtu anafanya mambo yake peupe ikionekana. Lakini siku moja ikafika wakati ambapo mwizi alipigwa, akapigwa kabisa, nimesikia uchungu, nyama zangu zimekuwa kali. Akafikiria ni yupi nitakayesema ili nikatete ama nikafanikiwa. Aliposema ni fulani amenunua kile kitu, watu wakasimama wakasema, hapana, huyu tunamjua ni mtu wa Mungu, hawezi akanunua kitu cha wizi. Vitu vyake vyote anavinunua town, tukimwona tunakuja. Kwa hiyo huyu mwenye anasema kwamba nimemuuzia anadanganya. Unaona jinsi Mungu anafanya watu wanasimama pamoja na wewe kwa sababu ya kazi ya Bwana. Kwa hivyo nataka kusema kwamba wazee tujijue, ili wamama zitupunguze kwa nyumba, waseme hii yangu, waseme mattress yangu, waseme hata hii paa ya nyumba ni mimi nimeweka. Tujijue, tujifahamu, tuifanye kazi kwa nguvu zetu, tumpendeze Bwana. Wamama tujifahamu, tusimamishe nyumba zetu, tuheshimu wazee wetu ili tuishi kwenye ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kusema kwamba Mungu wa amani awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Karibu.
Bwana Yesu ambariki sana. Nyosha tu mikono tumbariki mnenaji wa leo. Abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe. Nyinyi pia mbarikiwe kusikiza hilo neno. Si neno la wakati. Wangapi wanajua ni watamana? Mimi nimejua. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanajua wanapendwa? Mimi ni mmoja. Leo nimejua mimi ni mheshimiwa. Wewe umejua nini? Wewe ni nani? Mheshimiwa. Na Bwana atakutumia wale kukusaidia. Kwa sababu wewe ni mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeambiwa hata mume wako anaweza kuaibisha, mke wako anaweza kuaibisha.